hasi. Na pia tunapoongelea swala zima la wasiwasi tunadili na swala mfumo mzima wa ubongo ambao katika mfumo mzima wa ubongo kuna tezi moja ambayo inaitwa adrenal gland. Adrenal gland yenyewe inadili swala zima la reaction. Kwa kwamba mtu anapoona kitu hatari namna gani anaweza ka react, namna gani anaweza akapambana nacho. Ni kitu ambacho kinadili moja kwa moja, kina provide, tunaweza kusema kwamba kemikali ambazo zinahusiana na swala zima la wasiwasi. Ndio tunapata kitu kimoja kinaitwa kwamba fight or fight. Kwa mambo ambayo yanaweza yakasababishwa kutokana na ubongo, namna gani unaweza umepokea taarifa fulani, kama hii taarifa ni ya hatari au taarifa isiyo ya hatari. Hiyo inaweza kusababisha kwamba kiwango cha mtu namna gani aweze kuwa na wasiwasi. Kwa ufupi zaidi naweza kusemea kwa namna hiyo. Wakati unatoa maana hapo ukazungumzia kwamba sisi tunazungumzia zaidi wasiwasi uliopitiliza. Ndio. Kwa hiyo kwa maana kwamba kuna kiwango cha wasiwasi, kwa maana kwamba ziko aina za wasiwasi, yani kwa maana kwamba ukizungumzia wasiwasi uliopitiliza unamaanisha wasiwasi wa aina gani, na kuna aina nyingine labda ya wasiwasi tofauti na hiyo. Tunapoongelea kuhusiana na wasiwasi ambayo imepitiliza ni ile ambayo inasababisha mtu kufanya shughuli zake za kila siku. Labda kama mtu alikuwa anahudhuria mikutano, labda inabidi ahudhurie mikutano ya kijamii, lakini yeye anashindwa kuhudhuria mikutano ya kijamii akihofia baadhi ya mambo kwamba labda anaweza akatokea. Ni mtu ambaye anakosa kabisa kujiamini. Ni mtu ambaye hawezi kufanya kitu chochote kile katika jamii ambacho kinaweza kikaleta manufaa kwa sababu ya wasiwasi. Labda akaona kwamba watu wanaongea, labda wamecheka kidogo, anahisi kwamba anamcheka yeye. Kwani mambo ambayo ni maisha ambayo yanamkumba, ni maisha ambayo ni ya wasiwasi, ni maisha yani hawezi kukaa vizuri kwamba labda akae kwa utulivu. Ni mtu ambaye tunasema kwamba ni wasiwasi iliyopitiliza. Lakini kwa wasiwasi ya kawaida tunaweza kusema kwamba inaweza kuwa na faida, labda kwa hususan kwa mtu kama ni mwanafunzi na wasiwasi labda ya mtihani kwamba naweza nikafanyaje. Huyu mtu moja kwa moja itamsaidia kufanya maandalizi yanayojitosheleza ili aweze kukabiliana na mtihani. Lakini wasiwasi ikipitiliza, mwisho wa siku hauwezi kufanya vizuri kwenye mtihani. Mwisho wa siku mtu anafika kwenye mtihani ana sweat, hawezi kufanya mtihani kwa ubora, anafeli kwa sababu wasiwasi hiyo ambayo imepitiliza. Ndio. Kwa hiyo ni lini sasa wasiwasi unakuwa yani tatizo kubwa? At what moment? Kwamba labda ni wakati gani ambao wasiwasi unaweza kusema kwamba ikawa ni tatizo kubwa. Hii inategemeana, labda inategemeana na wasiwasi. Pia tunapoongelea kwamba wasiwasi ni kitu ambacho kinajirudia, labda ni mambo mtu labda kama kuna kitu fulani, kuna mtu anaweza kaona tu mende hapa anaogopa kweli. Yaani akimwangalia mende hapa anakimbia. Kina mama. Kwa hiyo ni mambo leo, kesho, au labda kuna jambo fulani ambalo ni negative nimemkumba, yani muda wote ana wasiwasi kwamba siwezi kufanya hiki. Na kuna muda mwingine naweza kachukua mpaka miezi 6, miezi 3 na kuendelea. Hapo naweza kaitimu kama ni wasiwasi. Ndio. Sasa tukiwa tumetoka kwenye maana tuzungumzie sasa swala zima la sababu za wasiwasi. Ni vitu gani ambavyo vinachangia watu wengi kuwa na wasiwasi, lakini hasa tukijikita kwenye hilo la ndoto na malengo. What's happened? Asante sana. Kwa hiyo tunapoongelea kwamba wasiwasi labda ni sababu gani ambazo zinafanya kwamba watu wanakuwa na wasiwasi au wasiwasi inawakumba watu wengi. Kuna sababu ya kwanza, unaweza kusema kwamba matukio makubwa ya kimaisha. Matukio makubwa ya kimaisha ambayo yanaweza kusababisha chronic illness. Kwa hiyo matukio tunaongelea nini? Labda kwenye matukio tunatazama hasa nini? Kuna matukio mbalimbali ambayo yanaweza kufanya kwamba mtu awe na wasiwasi. Labda kama mtu amewahi kubakwa. Amewahi kubakwa. Kwa hiyo ile situation ambayo yeye moja kwa moja anakuwa na wasiwasi kama akimwona mwanaume, labda kama ni dada alibakwa na wanaume, muda wote anakuwa na wasiwasi na wanaume, yani anashindwa kabisa kuamini wanaume. Kwa mwisho wa siku anajua kwamba hii ni yale ambayo hiyo ni historical sasa, masuala ya historia fulani hivi. Historia ambayo tunasema kwamba matukio yaliyowahi kumkumba mtu, labda mtu amewahi kuumizwa sana kwa namna yoyote ile ambayo imewahi kumkumba, ambayo inaweza kusababisha kwamba mtu awe na wasiwasi katika maisha yake. Mimi nimewahi kukutana nikiwa hospitali ya rufaa kule Mbeya. Nimewahi kukutana na client mmoja wapo ambaye amewahi kupitia hali fulani ambayo kama kubakwa hivi. Kwa hiyo yani yeye hakumwamini mwanaume yeyote kwamba aweze kumsaidia. Yaani akimwona mwanaume yeye mwenyewe kwamba anakimbia, anasema kwamba hapana, siwezi kufanya kitu chochote mbele ya mwanaume. Kwa hiyo yani hili ni muasiri sana. Kwa hiyo akimwona tu mwanaume mbele yake
moja kwa moja anakuwa na wasiwasi kwamba sababu ile picha ile picha inaendelea tu kumwasi. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kufanya bora, labda kama ni mtu ambaye amewahi kupigwa, amewahi kupigwa labda kama matukio labda kama ni mtu amewahi kuachwa, alikuwa ni dada wa kiume, unaona kuta mtu yani hawaamini kabisa tena wanaume, ana wasiwasi na wanaume, akiona wanaume anaona kwamba yani ni watu ambao hawafai kabisa. Labda kama ni mkaka na mwenyewe ameachwa na wadada hivyo, anasema kwamba mimi wadada hapana, mimi wadada hapana, usinisogelee hapana wadada. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana wasiwasi kweli kweli kuhusiana na swala zima la wadada. Haya ni matukio ambayo yanaweza yakamwasili mtu mpaka kushindwa kufanya mambo yake kwa ubora, hata mwisho wa siku kama ni swala zima la kuconcentrate na ndoto yake, kuconcentrate na mambo yake, inaweza ikamsababishia mambo kama hayo. Pia ni matukio ambayo yanaweza yakasababisha kwamba mtu ashindwe kufikia hiyo level yake ambayo alikuwa anatamani aifikie, kwa sababu hawezi kufunction vizuri katika jamii. Na pia kuna swala zima tunasema kwamba historia ya familia. Hapo ndo tunaongelea kuna kitu kinaitwa genetics disposition. Genetics disposition ndo tunaongelea masuala ya kitaalamu ya kisaikolojia. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwenye swala la urithi tunadili na masuala ambayo kwamba ni generation, ambayo tunaangalia kwenye swala zima la blood relationship. Labda kwamba mzazi amewahi kupitia changamoto ya wasiwasi, labda mama, baba, babu. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaweza kawa yana transform kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Unakuta wanakuambia kwamba huyu babu yake alikuwa anaogopa hiki kitu, mama yake alikuwa akiona mijusi hawezi kufanya kitu chochote. It's sometimes ni genetic, genetic. Ni vitu vya kurithi, yani kwa maana kwamba mbali na kwamba kwa sababu ya mazingira, lakini pia kuna wakati mwingine unakuta mtu ana wasiwasi kwa sababu nyuma huko kuna ndugu yake pia ambaye naye alikuwa na hali kama ya kwake. Ndio inaweza inatokea hiyo. Inatokea kabisa. Kwa hiyo unakuta ni mtu ambaye anapitia hii swala zima la urithi. Kwa mpaka anakuwa na hiyo hali na inamwasili kabisa, anashindwa kufunction. Na mara nyingi hawa watu tafiti zinaonyesha kwamba 30% mpaka 40%. Ni watu ambao wana hatari sana ya kuwa kwenye general anxiety disorder pamoja na panic disorder. Ambao wanamaanisha nini hivi? Mtazamaji anayetutazama. Tunapoongelea general anxiety disorder ni hali ya mtu au ni hali ya hofu au wasiwasi ambayo haina sababu maalum. Yaani mtu anasema kwamba labda kwa nini wewe umekuwa hivi au kwa nini unakuwa sema hapana sielewi, yaani haina sababu maalum. Huyu ni mtu ambaye anapitia changamoto na mara nyingi inakuwa zaidi ya miezi 6. Mtu imemkumba zaidi ya miezi 6. Na pia tunapoongelea panic attack au tunaongelea panic disorder, tunasema kwamba ni wasiwasi wa ghafla, ni wasiwasi mkubwa wa ghafla. Labda mtu anakuwa na wasiwasi ambao imepitiliza kwa asilimia kubwa, nini imemkumba kwa wakati huu, ambao kutokana na hii changamoto ya urithi ambao walifanya kwenye twin studies, ambao tafiti ndio ilionyesha kwamba asilimia kubwa ya watu hawa wanaweza kaangukia katika hizo aina mbili za wasiwasi, ambao ni general anxiety disorder pamoja na panic disorder. Ambao wanaweza kawa wamekumbana na hiyo changamoto, na ilithibitishwa pia kibiolojia kwamba watu hao wanapitia hiyo changamoto. Na pia kuna sababu ambayo inaweza kusababisha, tunaweza kusema kwamba neurotransmitter imbalance. Kwa neurotransmitter imbalance unaweza kaongelea kwa swala ya kemikali kwenye ubongo au kikemikali kwenye ubongo. Hapa moja kwa moja tunadili na masuala zima kwenye ubongo, reaction iliyopo kwenye ubongo kwenye hii inatokana na sababu kwamba labda unaweza kukawa na upungufu wa kikemikali au kawa na changamoto kwenye kemikali ambayo ipo kwenye swala zima la ubongo. Kuna serotonin, dopamine pamoja na GABA ambavyo vinahusika moja kwa moja, vinahusianisha moja kwa moja kwa swala zima la wasiwasi au namna gani ya kudhibiti wasiwasi. Kwa mtu anayokuwa na upungufu wa mambo haya ambayo nimeyataja, serotonin, dopamine pamoja na GABA, kuna asilimia kubwa ya kuangukia kwenye swala zima la wasiwasi. Na hivi vitu ni vitu muhimu sana kwenye swala zima la ubongo ambavyo vinaenda moja kwa moja kwenye swala zima la amygdala. Ni vinahusiana sana moja kwa moja na swala zima la wasiwasi, kumpa mtu utulivu. Kwa moja kwa moja mtu ambaye anakosa utulivu, mtu ambaye moja kwa moja anakuwa anaangukia kwenye hii lengo, anashindwa kumaintain na kuwa kwenye hali ya kawaida, na mwisho wa siku anakuwa na swala zima la wasiwasi. Na mtu ambaye anakuwa na wasiwasi katika kiuhalisia katika maisha, ni ngumu sana kufanya vizuri katika masuala zima ya kikazi, labda kama ipo eneo lolote kwenye biashara chochote kile, anashindwa kufanya vizuri kwa sababu atakosa utulivu na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kumwathiri sana kwa swala zima
la wasiwasi. Okay. Ya sababu nyingine unaweza kuangalia swala ya haiba binafsi. Haiba binafsi. Mtu mwenyewe binafsi yukoje? Mtu mwenyewe binafsi yukoje? Na reaction yake ikoje? Naona kuna 90% ambayo kwa wewe mwenyewe binafsi kisaikolojia ambayo inaweza kukusaidia. 90% namna gani unavyo react yale mambo ndivyo unavyokuwa kwa kweli. Ndio maana unakuta kuna jambo moja limewakumba watu zaidi, labda mpo kama wanne. Jambo moja labda tolee tu mfano. Labda mko mnafanya biashara, katika ile biashara yenu wote mkayumba, mkayumba. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anakuwa na uwezo wa kurudi au namna gani yale mapokeo yake kuhusiana na biashara yake, anasema hapana, nitarudi tena nitaifanya hii biashara. Lakini la mtazamo hapa ndipo tunapoangalia. Lakini kuna mtu mwingine anasema kwamba nina wasiwasi sana na biashara hii kwamba itaniangusha tena, itanirudisha tena. Kwa hiyo ni reaction ya mtu namna gani. Hapo tunaangalia kwa swala zima la haiba, ambayo haiba binafsi. Mtu ana mtazamo gani? Lakini katika haiba binafsi pia kitaalamu naweza kusema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaweza akaangukia kwenye swala zima la wasiwasi ni introvert. Kwenye haiba kuna introvert. Hao watu kisaikolojia tunaongelea wale watu ambao mara nyingi ni watu ambao ni wakimya. Introvert hawaongei sana na watu. Hawafanyi, ni watu ambao wanajitenga sana, ni watu ambao wanataka sana kuwa perfectionism. Ni watu ambao wanajaji sana vitu. Yaani mfano kama ni kitu anataka anzishe biashara, unakuta ni mtu ambaye amekuja na proposal, ni mtu ambaye anafanya ni analyze vitu vingi sana. Kwa hiyo mwisho wa siku yeye akikaa anasema kwamba siwezi nikaanzisha hiki kitu. Siwezi nikakifanya hiki kitu, nina wasiwasi pale nitaanguka. Ni watu ambao ni introvert. Ni watu ambao wanataka kuwa sana perfectionism. Ni watu ambao hawataki kukosea, ni overthinking. Ndio maana nakwambia kwamba watu wengi sana wenye uwezo mkubwa wa kiakili wanashindwa kufanikiwa katika maisha yao. Asilimia wenye uwezo mkubwa sana wa kiakili kwa sababu wanakuaga na mambo mengi sana. Kwa mwisho wa siku anashindwa kukamilisha. Lakini hapa kwenye haiba binafsi unakutana na watu wa kina extrovert. Extrovert ni watu ambao wapo vizuri sana. Wenyewe kuna asilimia kubwa sababu wana uwezo wa kushare, wana uwezo wa kuongea hata ile kama kuna jambo linamsumbua. Anazungumza na watu. Lakini hao introvert hawezi nalo. Wanaishi nalo. Ndio maana mwisho wa siku ni rahisi sana kuangukia kwenye changamoto hii ya wasiwasi sababu upweke unakuwa ni sehemu ya maisha yao. Okay. Asante sana. Naweza kuelezea hizo ni moja ya sababu ambazo sio moja, ziko za kutosha, umetaja nyingi hapo. Ni moja ya. Lakini tukija kwenye malezi. Kwa sababu umezungumzia swala zima la matukio, kwa maana kwa mtu anaweza kubakwa, mtu anaweza kuachwa na mambo mengine kama hayo. Kwenye malezi sasa pamoja na mazingira na yenyewe yana mchango gani hasa katika kuleta wasiwasi? Asante sana. Umeulizia swali zuri sana kwamba mazingira yanaweza kuwa na mchango gani katika kuleta swala zima la wasiwasi. Ni kweli mazingira pamoja na malezi yana mchango mkubwa sana pia katika swala zima la kuleta wasiwasi. Kwa sababu mtoto mazingira ambayo anakulia labda unakuta ni watu ambao wana hofu sana kwenye familia yake, ni watu ambao wana wasiwasi sana kwenye familia yake. Yaani anaona kwamba ni watu ambao tuseme kwamba kwenye swala zima la mfumo wa maisha yao jinsi ulivyokaa, ndio unaweza ukasababisha changamoto hiyo ya wasiwasi. Kuna mtaalamu mmoja ambaye anaitwa Jeff Ortho ambaye aliongelea swala zima alikuja na tafiti yake, alisema kwamba wastani wa mtu anazungukwa na watu 6 ambao ni wastani. Kwa hiyo watu 6 wanaweza wakasababisha mtu wewe uweze kuwa katika nafasi gani au uweze kuwa katika mazingira gani. Watu 6 zaidi ya watu 6 ambao wanaweza wakachangia mchango kwenye swala zima la maisha yake. Ambaye alisema ambao katika swala zima wale watu wanapashu sana vitu gani? Watu hao ambao labda unakuta ni watu wenye hofu, ni watu ambao wanaona kwamba yani ni watu ambao wanakataa vitu ambao kwamba siwezi kufanya kitu fulani. Ni watu ambao yani vitu vyao ni negative issue ambao wanadili na masuala zima ya negative. Mtu ambao anadili wale watu ambao mitazamo yao ni hasi